hapa tunajikuta tumekaa wengi, lakini ndani ya moyo wa kila mmoja mmoja kuna vitu wanawaza, kuna vitu wanatafakari. Mwingine mimi nahubiri, lakini kuna vitu anazungumza ndani ya moyo wake. Mwimbaji mmoja aliyejidia akasema, moyo wa mtu ni kiza kinene. Penye moyo wa mtu ni kiza, hakuna mtu ajuaye mawazo ya moyo. Unaweza kuwa na mume, unaweza kuwa na mke akakuchekea nje, lakini kwenye moyo wake anakukasirikia. Unaweza kuwa na shosti, nilisema siku moja, ama rafiki wa karibu sana akakuchekea nje, lakini moyoni anakununia. Ushawahi kuona hiyo? Kabisa, wapo watu wa namna hiyo. Anakupa kitu kabisa huku anatabasamu, lakini moyoni mwake anaumia, anakasirika. Kwa hiyo kwenye moyo wa mtu ndipo penye ibada. Ndio maana Biblia inasema penye moyo wa mtu ndipo zitokapo chemchemi za uzima. Uzima wa mtu uko ndani ya moyo wa mtu. Yaani moyo wako ukiufungua ili Mungu aingie, ili Roho Mtakatifu aingie, ili Yesu afanye makao, ndipo sasa tunatengeneza kitu kinaitwa ibada. Ibada inaanzia kwenye moyo wa mtu. Kwa hiyo hata namna ambavyo unataka kujua tafsiri ya neno kuabudu, hautoweza hata siku moja, yaani kumshirikisha Mungu jambo ikiwa ndani ya moyo wako umebeba watu. Kuna watu umewabeba huko ndani kibao. Kuna watu wanalia mtaani kwa sababu yako. Mama yako mzazi analia kwa sababu yako. Baba yako analia kwa sababu yako. Mambo unayoyafanya ya ajabu yaeleweki. Unategemea Mungu anaenda kukaa wapi kama kwenye moyo wako kuna watu umewabeba? Kuna watu unawachukia. Yaani huko ndani tukipasua moyo kuna watu kama 5 wanakuchukiza. Yaani una ghadhabu nyingi juu ya hao watu.